Kama unataka kuachieve anything in this life, you cannot achieve it if you are not focused to achieve it. Wakati wowote utapoteza mwelekeo, ukose kutazama ile kitu ambayo Mungu alikuwa anataka uitazame, uifuatilie, haitaweza kuja kwako. Because when you focus on something that is visible. You can be able to see in your mind, your spirit. Nitakuwa na kampuni ya kutengeneza vegetables. Ile kitu inaweza kufanyika ni kuiona ndani ya mawazo. Imeingia ndani ya mawazo ikiwa mbegu. Ile kitu ambayo ninafanya ni kuifuatilia sasa, ndio ikuje kuwepo. You cannot achieve or you cannot have what you cannot be able to conceive, and you cannot have what you cannot be able to produce. Ikiingia ndani yako, inaingia ikiwa seed. You conceive. That seed that is in you inaanza kujenga the image ya ile kitu ambayo unataka kuwa nayo katika maisha. Inaubika katika mawazo yako. Kuna wakati ambapo yule mtu anaitwa Jacob walikubaliana na the father-in-law Laban. Wakasema ya kwamba sasa toka leo sitaki unibadilishe mshahara tena. Umebadilisha mara 10, nimetosheka. Nataka unilipage na buzi. Na mzee akakubali. Ikasemekana ya kwamba sasa zile sheep za black na zile za madoadoa za kiume zitakuwa za Jacob. Bible inatuambiaga ya kwamba something happened. This man did. Alitengeneza kitu ya madoadoa, akaiweka kwa maji. When they are meeting, walikuwa wanaangalia hii image ambayo wanaiona hapa ndio watazaa. The image that they saw ndio walizaa. Kwa hivyo image yenye iko kwa mawazo ya mtu ndio huaga inazalishwa katika maisha yako. That expectation ambayo mtazamaji uko naye, kama haitaweza kuingia as an image in your mind, haiwezi ikazaliwa. Walizaa hiyo picha waliona hapo, mpaka mzee akashangaa. Walizaa madoadoa wa Jacob akawa na kondoo wengi kuliko Laban. Hivyo nataka niseme ya kwamba when the image is formed in your mind, you should focus on that image. Una expect ya kwamba you drive a car. You must have the image of a driver and the image of a car in your mind. Na wakati mwingine unaiona kama ni kitu very practical. Already it's something that has grown in you. Ndio tunakujaga tunasema now you pursue it. Focus into what you can be able to see now, what is already growing in you, that promise ambao Mungu ameongea kukuhusu. Focus into it. Wakati ambapo Noah aliambiwa ya kwamba ajenge safina, akaambiwa ya kwamba Mungu atakuja kumaliza dunia, na akaambiwa ya kwamba weka wanyama wawili kwa safina, this man focused. Hakuna mahali tunaambiwa alienda kwa shamba. Ile kitu alienda kuambia watu ni kwamba nileteeni miti tujenge nini? Safina. Nileteeni vitu ambazo zitanisaidia kufanya nini? To do this thing that the Lord is speaking about. He didn't do anything else. That is where his effort, his strength, power, his resources aliweka. And eventually, alipata safina ama hakupata? Aliipata. Abraham aliambiwa kwamba toka kwa baba yako, uende mpaka mahali ambapo nitakuonyesha. Akiwa katika safari ya kwenda, akakutana na Mungu in Genesis 12. Anaambiwa ya kwamba I will make your name great. I will make a great generation out of you. And this man, even in his old age, alikuwa focused ya kwamba Mungu atampatia Isaac. Mungu atamfanya kuwa baba wa mataifa. He never swayed out of the promise ambayo Mungu alikuwa ameongea. He remained focused to be the father of nations hata wakati alikuwa fatherless. He remains focused to what God has said, kwa sababu ni kitu already ilikuwa imejengeka with only one son. It happened. Vile ambavyo tumesimama hapa na wewe, we are the sons of Abraham by covenant.